na neno kuitwa. Tungelikuwa tunaitwa na tumejamini tumeitwa na Mungu wa mbinguni na tumesimama katika njia za kweli. Nataka uelewe ya kwamba tuko katika njia za kweli ama hapana. Kama hatuko kwa njia za ukweli, mambo ambayo unayaona yakitendeka yatatendeka tu. Tukisimama kwa njia zisizo za ukweli, mambo ambayo umeyasikia na sikuwiki kuambia Thursday yatafanyika tena zaidi ya hiyo. Na wale waliosema waliitwa wako tu na njia zao si za ukweli, njia zao sio za Mungu. Itabidi maombi wanaifanya ni maombi ya kuombea watu walete pesa. Sio Mungu apeana ulinzi kwa taifa. Iko tofauti ya kuombea taifa. Mungu wakaondoa mambo mengine kwenye taifa. Na iko maombi ya kuomba kwa sababu wewe unataka pesa. Haya ni mambo mawili tofauti. Sasa uliitwa, uliza jirani yako, pastor wako aliitwa kufanya nini? Uliza rafiki yako huyo mhubiri unamuonaga kwa TV, unaona aliitwa kufanya nini? Na Biblia haijasema nimekuita kwa sababu ya kuombea viwete. Nimekuita kwa sababu utaenda mahali watu watakuja kama nyasi. Hakuna mahali imesema namna hiyo. Imesema iwepo wameitwa kwa jina la Bwana na wakiwacha njia zao mbaya, basi wakiomba maombi Mungu atasikia. Pamoja na tukiombea taifa Mungu atasikia. Tukiombea viongozi wa taifa Mungu atasikia. Tukiombea wanaosafiri na ndege Mungu atasikia. Tukiombea wanaosafiri na magari Mungu atasikia. Tukiombea wanaotembea na bodaboda Mungu atasikia. Tukiombea wanaotembea na pikipiki Mungu atasikia. Yani Mungu anatuheshimu sababu tuko kwa njia yake. Itabidi asikie na afanye. Kama njia zetu haziko kwa ukweli, chochote kinaweza tendeka. Tena vibaya sana. Kama vile umesikia vibaya, kwa yale ambayo umewaona mabaya imetendeka. Lakini mikutano iko niliitwa. Kubwa mikubwa, mimi ni mtu mkubwa sana. Wengine hata hapa Kenya wanasema vile Mungu aliwatupia barua kwa dirisha. Akaisoma usiku na akaamka akakuwa nabii. Kenya nayo iko na mikora mingi sana. Ndio unaona inapatana na mashida za ajabu ajabu. Nani alikwambia Mungu analetanga barua? Hii ndio mambo inaangamiza taifa. Unaweza laumu hii ulaumu hii, lakini ghadhabu ya Mungu inapitia njia yoyote kutokana na yale maovu. Si maovu tu kwa sababu ya wananchi pamoja na watu wa kawaida. Lakini je, kuna mtu ambaye anajiita ameitwa? Yeye ana nafasi ya kuomba Mungu afanye jambo ambalo watu hawangetarajia liwe tofauti. Ingekuwa positive liwe negative. Kwa sababu yeye ameitwa na Mungu anamsikia. Yeye ameitwa na Mungu anamheshimu. Yeye ameitwa na anaposema na Mungu, Mungu anabadilisha. Hatungepata mambo kama haya. Nashangaa mimi nikiitisha pesa ya mafuta ya gari. Napata shilingi karibu 5,200. Kwa nyinyi watu wote mmekaa hapa. 5,200. Tena inakuja
kwa bahati. Ubira birakida. Mpaka nikamwambia mama, hapana, siwezi kuenda hivyo na siwezi kutumia gari. Banyiso mama no kanya deka mara ndio kanya tio ni. Sababu nitaenda na nikikwama sitaanza kuitisha mafuta. Sasa na mikosi na visirani na nuksi na balaa na matatizo kwa nchi zinaendelea. Anaambia watu niliitwa na Mungu. Na Biblia imesema watu walioitwa kwa jina langu sio wenye hawajaitwa. Nataka usikize Biblia yako vizuri. Nataka Kenya asikie Biblia yake vizuri. Na aisome vizuri, iwe ya Kiingereza iwe ya lugha gani. Aisome pahali nimesoma. Asome Mambo ya Nyakati wa Pili 7 kuanzia mstari wa 14. Haisemi kila mtu, inasema walioitwa na Mungu. Kama watajua njia nzuri za kumtafuta nazo Mungu, na wajue kuziacha njia zao za kubeba pesa kwa magunia, badala ya kuombea taifa na kuongea na Mungu awape neema ya kunena jambo kwa ulinzi kwa taifa, amewapa tu neema ya kurokota pesa na kutembelea kwa ndege na kusema ninaishi Amerika. Jesus. Shindwe roho ya matapeli pamoja na shetani. Hakuna Mungu anayeweza akakutumia zaidi ya watu 100,000. Mahali umesimama na kosa kusikiza maombi yenye utamwambia, huyo hata kuwa Mungu. Taifa linapitia magumu kwa sababu wale wanaosema wameitwa walijiita. Najua wataongea vibaya, wataomba vibaya, watasema vibaya. Huyo pastor ni mgani huyo? Hata suruali peke yake hana. Haoni vile Mungu ametubariki. Ni sawa. Lakini Biblia inasema watu walioitwa. Mimi siwezi sema shetani alikuwa hapo. Wale watu walikosa ulinzi wa mkono wa Mungu. Na kwa sababu wanaenda kawaida, ilibidi chochote kitokee kwa sababu ulinzi wa Mungu haupo. Hata ndio unapata hata mikutano inayofanywa ni ngumu saa zingine kupata wameita watu kama mimi, kwa sababu mtu kama huyu tunamuita tupeleke wapi? Wanataka waite wale watu ambao wako na vitu vyao na mali zao, au ndio waliitwa, au ndio Mungu aliwaita. Hawajui Biblia inasema walioitwa. Kama wewe unaona waliitwa na yale waliitiwa hawayafanyi, ndio wanastahili kufutwa kwa ile waliitiwa. Kuna uwezekano matatizo itokane na wewe ambaye haujaelewa ni nini unastahili kufanya. Na uliambiwa ufanye nini na unastahili kuwa unafanya nini. Wewe unaenda vipi na Mungu anaenda vipi? Kama utaenda vile Mungu anaenda, then your direction is being led and guided by God. Mahali utasimama kuzungumza kwa ajili ya huyo Mungu, kwa ajili ya ile jambo, then kwa sababu wewe na Mungu ni kitu moja, itafanyika kwa sababu wewe na Mungu mko kitu moja.
Hii majina kubwa kubwa imetokelezea hapa Kenya. Mnabii mkubwa sana, mtumishi mkubwa sana, mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Hii majina ndio inaleta maroho, kwa sababu wale watu wanapewa maheshima hawakustahili hizo heshima. Wale wanaostahili heshima wamewekwa kwa takataka kwa mtaro. Maana hakuna mtu anawajua. Chochote kikitokea kitafanyika. Kwa sababu hata wale waliotupwa nje wana uwezo wa kutamka kwa ajili ya kile wangeweza kusema. Lakini wana hofu na pia hawajisikii kwa sababu hakuna mtu anawajali. Na nimekupa mfano. Hata sadaka hapa ni mimi nikiitisha hapo. Hata sadaka naona kanungoka. 1300. Amfachia dunia de. Vile mumekaa hapa hivi. Kaka ubeka yangu.